tulia kwa Bwana. Katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Mpendwa mtazamaji, nashukuru Mungu ametunganisha na wewe ili tuendelee kushiriki neno hili. Na hata kama utasikia neno likiwa tofauti na bila unajua ama bila unaamini, weka msimamo wako kando uweze kupokea neno vile linasema. Tunasoma kitabu cha Mathayo. Tunasoma kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Maandiko yanasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Neno linasema, Yesu mwenyewe alifundisha, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Sasa wengi siku hiyo watakuja wakisema, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa mapepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? 23. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ukiangalia katika mstari 61 inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ndio wengi wakafikiria kufanya mapenzi ya Mungu ni kufanya unabii. Wengi walifikiria kufanya mapenzi ya Mungu ni kufanya unabii, kwa jina la Yesu, kutoa mapepo kwa jina la Yesu, kufanya miujiza kwa jina la Yesu. Walifikiria hayo ndio mapenzi ya Mungu. Wahubiri wengi wanafikiria, bora mimi nafanya unabii kwa jina la Yesu, natoa mapepo kwa jina la Yesu, naponya wagonjwa kwa jina la Yesu, nafanya ishara kwa jina la Yesu. Anafikiria ako katika mapenzi ya Mungu. Na wafuasi wengi ambao wanafuata wahubiri wengi wanafikiria kufanya mapenzi ya Mungu ili waingie katika ufalme wa mbinguni, kutoa sadaka, kuomba, kutubu kila siku, kujitakasa kila siku, kufanya mambo mazuri, kutenda matendo mazuri. Wanafikiria hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Lakini leo nataka nikufundishe mapenzi ya Mungu ni yapi, na ni nani anafanya mapenzi ya Mungu. Jambo la kwanza, fahamu mapenzi ya Mungu ni yapi. Jambo la pili, ni nani anayefanya mapenzi ya Mungu. Jambo la tatu, nani ataingia katika ufalme wa mbinguni. Haya mambo matatu ndio nataka tuangalie katika
vipindi zetu, wewe mtazamaji, fuatilia vizuri uweze kuelewa nani anayefanya mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu ni yapi, ni nani ataingia katika ufalme wa mbinguni. Yesu amesema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Sasa watu wengi wanajaribu kufanya mapenzi ya Mungu ili waingie mbinguni. Huyu anayejaribu kufanya mapenzi ya Mungu ili aingie mbinguni, ndani ya moyo wake nini iko ndani ya moyo wake? Ni Mungu ama ni Shetani? Hiyo ni swali ya kwanza unafaa ujiulize. Ni haki iko ndani ya moyo wako ama ni dhambi iko ndani ya moyo wako? Sasa wenye dhambi wanajaribu kufanya mapenzi ya Mungu, wanang'ang'ana bila wanaweza kufanya mapenzi ya Mungu, hawajui ndani ya moyo wako kuna dhambi. Hakuna mwanadamu ambaye Mungu alikabidhi mapenzi yake. Hebu tuweze kuangalia Biblia. Tuangalie Biblia vizuri. Usiamini mawazo yako, amini neno la Mungu. Tuangalie kitabu cha Isaya 53 mstari wa 10. Maandiko inasema, lakini Bwana aliridhika kwa kumsumbua, amemhuzunisha, akafanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Nani huyu ambaye Bwana alifanya nafsi yake kuwa dhabihu ya dhambi? Huyu ni Yesu Kristo. Maandiko inasema, lakini Bwana aliridhika kwa kumsumbua, amemhuzunisha, atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Haleluya! Nani huyu mapenzi ya Bwana yanafanikiwa mkononi mwake? Tuangalie Biblia. Tuangalie Biblia. Kitabu cha Yohana 3 mstari wa 35. Baba apenda mwana, naye amempa vyote mikononi mwake. Baba apenda mwana, naye amempa vyote mikononi mwake. Isaya imesema, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Na hapa kitabu cha Yohana kimesema, Baba apenda mwana, naye amempa vyote mkononi mwake. Mapenzi ya Mungu hakuyapeana kwa mkono wa mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye Mungu alipatia mapenzi yake, bali Bwana alipatia mwana wake mapenzi yake. Na ndio Biblia imesema kitabu cha Isaya 53 mstari wa 10, imesema, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Na Yohana 3 mstari wa 35 imesema Baba apenda mwana, naye amempa vyote mikononi mwake. Haleluya. Okay, tusindi kuangalia Biblia, ndio inatuongoza kujua mapenzi ya Mungu. Tuangalie kitabu cha Yohana ni 6 mstari wa 38. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenituma. Huyu ni Yesu ananena. Yesu ananena, sikushuka kutoka mbinguni nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka.
kufanya mapenzi ya Baba yake aliye mbinguni. Na akasema, si kushuka kutoka mbinguni nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Mstari wa 39 Yesu anaeleza, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya. Nataka leo uweze kuelewa mapenzi ya Mungu ni yapi. Ndio Yesu alisema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Sasa mapenzi ya Baba ni yapi? Nani anayefanya mapenzi ya Baba? Na ni nani ataingia katika ufalme wa mbinguni? Yesu ameeleza mapenzi, na mapenzi yake aliyenituma ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Mapenzi ya Baba ni haya, nisipoteze hata mmoja. Nataka uelewe vizuri kitabu cha Luka 19 mstari wa 10. Maandiko inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sasa mwanadamu amepotea, mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sasa huyu mwanadamu amepotoka, huyu mwanadamu amepotea, yeye anang'ang'ana kufanya mapenzi ya Mungu, ajui yeye amepotea. Lakini Yesu ambaye alikuja kufanya mapenzi ya Mungu amesema, mapenzi ya Baba yangu ni haya, nisipoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Na ndio hapa Yesu akasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Mwanadamu alipomwasi Mungu, kulingana na kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12, maandiko yanasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wametenda dhambi. Adamu alipomwasi Mungu, mpendwa mtazamaji, na pia hapa kanisani, mwanadamu alienda mbali na Mungu. Mwanadamu alipomwasi Mungu, dhambi iliweza kufisa uso wa Mungu, Mungu asimuone. Mungu akiwa mbinguni aangalii mwili wa mwanadamu, aangalii matendo ya mwanadamu, aangalii mbinu ya mwanadamu, aangalii kutoa kwa mwanadamu, aangalii vile unavyoimba kanisani, aangalii vile unatoa sadaka nono, aangalii vile unapanda mbegu. Mungu anaangalia moyo, na anapoangalia moyo anasema katika kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 5, Bwana akaona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Mungu anaangalia moyo. Ukiangalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, Bwana angalia kama binadamu angaliavyo, maana binadamu angalia sura ya nje, lakini Bwana utazama moyo. Wakati Mungu alipotazama moyo mwanadamu, aliona moyo mwanadamu ni muovu, moyo wa mwanadamu umejaa dhambi, moyo wa mwanadamu ni mchafu. Kwa hivyo Mungu hawezi kutafuta mapenzi yake, hawezi peana mapenzi yake kwa mwanadamu aliye na dhambi. Amen. Kwa hiyo mwanadamu alipotoka alimwasi Mungu, na ndio kitabu cha Mithali 15 mstari wa 29, maandiko inasema vizuri, bali Bwana yu mbali na wasio haki, lakini usikiza sala ya wenye haki. Elewa ya kwamba mwenye dhambi ako mbali na Mungu. Isaya 8:2, maovu yenu yamewafarikisha na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake asiwaone, hata hataki kusikia. Dhambi imetutenga sisi na Mungu. Kuna ukuta mkubwa sana wa dhambi kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa mwanadamu ako katika ulimwengu wa dhambi na Mungu ako katika ulimwengu wa utakatifu. Unafikiria Mungu angepeana mapenzi yake mikononi mwa mwanadamu mwenye dhambi? Haleluya. Hebu tuweze kuona nini iko katika mikono ya mwanadamu, na tuweze kuangalia
tuone nini iko katika mikono ya Yesu Kristo. Tuangalie Biblia, kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya sura ya kwanza. Isaya sura ya kwanza mstari wa 15. Ninyi mkujuapo mikono yenu, nitafisa macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi, sitasikia, mikono yenu imejaa damu. Maandiko inasema mkujuapo mikono yenu. Maana yake wakati unapotoa sadaka, unaposaidia mtu, unaposaidia mtu akiwa na shida, unapotoa sadaka yako kwa kanisani ama kwa mikutano ama kwa harambee, mambo hayo yote unayoyafanya, bora umekujua mkono wako, Mungu anasema atafisa macho yake asiwaone. Naam, hata muombapo maombi mengi, sitasikia, mikono yenu imejaa damu. Mikono yenu nini imejaa? Mikono yenu imejaa damu. Tusidi kuangalia Biblia tuone nini iko katika mikono yetu. Tuangalie kitabu cha Isaya 59 verse 6. Nyavu zao hazitakuwa mabasi, wala watajifunika na kazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vya udhalimu viko mikononi mwao. Katika mikono ya mwanadamu, katika mikono yetu, ni vitendo vya aina gani viko katika mikono yetu? Vitendo vya udhalimu. Mikono yetu imejaa damu. Hiyo mikono imejaa damu, hata tunapokujua mikono yetu kumtolea Mungu, Mungu ataona. Na ukiangalia tena, nyavu zao hazitakuwa mabasi, wala hawatajifunika na kazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vya udhalimu viko mikononi mwao. Katika mkono wako, kile kimejaa katika mikono yako ni vitendo vya udhalimu. Nini imejaa katika mkono wa Yesu Kristo? Tuangalie tena kitabu cha Isaya. Isaya 53 mstari wa 10 inasema, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Mapenzi ya Bwana yafanikiwa wapi? Mkononi mwake. Sasa Yesu aliposema, si kila mtu aniambia Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Nani anaweza kufanya mapenzi ya Mungu? Hakuna mwanadamu anaweza kufanya mapenzi ya Mungu. Na ili tuweze kuelewa mapenzi ya Mungu, Biblia inasema tugeuzwe nia zetu ili tuweze kufahamu mapenzi ya Mungu. Hebu tuweze kuangalia Biblia, tuangalie neno ambalo litageuza nia zenu ili muweze kutazamia mapenzi ya Mungu. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yalivyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe nia zenu. Haleluya. Bali mfanye nini? Mugeuzwe nia zenu, mpate kujua mapenzi ya Mungu. Ukiwa unafuatisha namna ya dunia hii, uweze kujua mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu si kitendo unachokitenda. Mapenzi ya Mungu si juhudi ulio nayo kwa ajili ya Mungu. Mapenzi ya Mungu hayahusiani na mwanadamu. Sasa hapa ni kugeuzwa. Wakati ufuatilishi namna ya dunia hii na kugeuzwa nia yako, hapo utaweza kujua mapenzi ya Mungu. Haleluya. Tuangalie mapenzi ya Mungu ni yapi. Tuangalie kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 42. Akaenda tena mara ya pili akaomba, akasema, Baba yangu, ikiwa inawezekana, kikombe hiki kiniondokee, nisikinywe, mapenzi yako yatimishwe. Yesu aliomba aondolewe kikombe, na kikombe alikuwa anaomba aondolewe ni kikombe cha kifo ya msalaba. Mapenzi, akasema mapenzi yako yatimishwe.
Mapenzi ya Mungu ni Yesu afe msalabani. Kwa hivyo yule aliyekuja kufanya mapenzi ya Mungu ni Yesu Kristo, kwa sababu Mungu aliplan na akawa mapenzi yake aliyompatia Yesu Kristo ni afe msalabani. Hakuna mwanadamu angeweza kufa msalabani, lakini Mungu aliweka Yesu Kristo ili afe msalabani, na mapenzi ya Mungu yaweze kutimishwa wakati Yesu atakufa msalabani. Yesu alikufa msalabani na mapenzi ya Mungu yakatimishwa. Kusudi la Yesu kufa msalabani, mpendwa mtazamaji, Yesu alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi yangu na dhambi yako. Hakuna mwanadamu angeweza kufia dhambi yake, lakini kupitia mapenzi ya Mungu Yesu akafa msalabani kwa ajili ya dhambi yangu na dhambi yako. Na ndio maandiko nasema alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tuweze kuhesabiwa haki, na alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu yalikuwa Yesu afe kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni yapi? Mapenzi ya Mungu ni Yesu afe. Na ndio Yesu alisema, mapenzi ya Baba yangu ni haya, nisimpoteze hata mmoja. Nisifanye nini? Nisimpoteze hata mmoja. Na ndio Yesu alikufa, akafa msalabani, kifo cha aibu kwa sababu ya dhambi yako na dhambi yangu, ili asimpoteze hata mmoja. Kwa hiyo alikuja kufanya mapenzi ya Mungu ni nani? Yesu Kristo. Haleluya. Na Biblia inasema, tuangalie kitabu cha Waebrania. Tufungue Biblia kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 10. Tunaangalia mapenzi. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Katika hayo mapenzi Yesu alikuja kutimisha. Maandiko inasema, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kwa hiyo tumepata ama hatujapata? Tumepata utakaso kupitia yale mapenzi. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Wewe, Yesu alitimiza mapenzi ya Baba, na alipokuja katika mwili alichukua dhambi zetu katika mwili. Hilo jambo kubwa sana. Watu wengi wanaenda kanisani, watu wengi wanaenda ibadani, hawajui. Ndio unaona watu wanajitakasa kila siku, wanaomba msamaha kila siku, kwa sababu hawajui siri hii ambayo nakufundisha leo. Siri hii ni ya kwamba Yesu alikuja katika mwili. Kusudi la Yesu kuja katika mwili ni ili asukue dhambi zetu katika mwili. Hebu tuweze kuangalia Biblia. Inafaa tuangalie siri hii kikamilifu. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24, maandiko inasema, yeye mwenyewe alisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi na tukiwa hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeponywa. Kwa hivyo hapo maandiko inasema akasukua ama alisukua? Alisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya nini? Juu ya mti. Tuwe wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeponywa. Aliposukua dhambi zetu katika mwili, ilibidi mwili wake ufe. Tuangalie Petro wa kwanza 3 mstari wa 18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Akauawa mwili wake, lakini roho, lakini akawishwa kiroho. Kristo, maandiko inasema Kristo aliteswa mara moja kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Kwa sababu sisi ni wenye dhambi, hatungeweza kwenda kwa Mungu, hatungeweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini maandiko inasema Kristo aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, lakini roho yake ikauishwa. Ilibidi Yesu alipochukua dhambi afe, mwili wake ufe, ili aweze kulipa mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Hatuwezi kupata msamaha wa dhambi kwa sababu tumeomba ama tumeombewa. Wahubiri siku hizi wanakuja wanakwambia
Yule anataka kuokoka inue mkono juu. Nani hataki kuokoka? Watu wote wanainua mikono juu. Nataka kuokoka. Mimi nataka kuachana na dhambi. Nataka kuishi maisha mazuri. Mtu anainua mkono juu. Unapoinua mkono juu, mhubiri anakuambia rudia nyuma yangu. Haleluya. Rudia nini? Nyuma yangu. Hata wewe hapa kanisani na mtazamaji, hebu rudia nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Si useme Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Kati ya mimi na wewe nani mwenye dhambi? Amen. Kuna mtu mawazo inaibuka, nataka asome hili neno nikimalizia. Tutakutana Friday ijayo. Imekuwaje basi sisi kuwasikia kila mtu kwa lugha yetu tuliyosaliwa nayo? Siku ile Roho Mtakatifu alisuka kutoka mbinguni, walianza kunena na lugha nyingine. Sasa hao waliokusanyika wakasema, mbona sisi tunawasikia wakinena na lugha yetu tuliyosaliwa nayo? Tuseme wewe, tumekusanyika hapa, kuna Mkikuyu, kuna Mkamba, kuna Mkalenjini, kuna Mjaluo, kuna Mumeru, alafu sasa Mumeru anaongea, Mjaluo anasikia, Mjaluo anaongea, Mkisia anasikia. Hivyo ndivyo ilikuwa siku ya ile Roho Mtakatifu alishuka, walisikizana. Na ndio maandiko yanasema, imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu kwa lugha yetu tuliyosaliwa nayo? Yaani mwambo yote twasiarewe na yuo bare alia mwambo yote tena twasiarewe na yuo lipasika kwa siarewe nyo. Haleluya. Eleweni Biblia na muelewe vile wenye dhambi wanaongoza vibaya, na vile wanadini wanawaaminisha vitu si vya ukweli. Dini inakwambia omba msamaha kila siku, na hiyo si njia ya kuondoa dhambi. Haleluya. Njia ya kuondoa dhambi, Yesu peke yake ndiye alikuja kufanya mapenzi ya Mungu, na maandiko inasema katika mapenzi hayo tumepata utakaso. Si ya kwamba tumejitakasa, tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Amen. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji. Naamini ya kwamba hii lesson ya mapenzi ya Mungu tutaendelea nayo siku ya Friday. Kwa hivyo endelea kufuatilia kipindi zetu na Mungu atasindi kukubariki. Tushukuru. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua Bwana kwa sababu ya neema yako na fadhili zako, mfalme wa amani, kwa neema ambayo Bwana wa majeshi umetujalia siku ya leo, Bwana wa majeshi, kujifundisha neno lako. Naamini ya kwamba mpendwa mtazamaji amefuatilia neno hili na ameelewa ni nani ambaye alikuja kufanya mapenzi ya Mungu na ni nani alipewa mapenzi mikononi mwake. Yesu aliyepewa mapenzi alikuja, na katika mapenzi hayo mimi nimepata utakaso. Sina dhambi tena, nimetakaswa kwa kupitia mwili wa Yesu Kristo uliotolewa mara moja tu. Pokea sifa na upokee utukufu, kwa sababu umejalia mpendwa mtazamaji kuamini neno lako. Bwana wa majeshi, umeshamtoa katika ulimwengu wa mawazo yake na kumhamisha katika ulimwengu wa neno lako. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji. Ukijisi kusupport hiki kipindi, naamini ya kwamba namba iko hapo. Si ukijisi, ukiwa mtakatifu ni lazima uwe unatolea Mungu. Toa pesa yako iende kwa Injili. Wenye dhambi wakitoa Mungu haoni, lakini watakatifu wakitoa Mungu anaona. Hiyo ndio tofauti. Wenye dhambi hawakitoa hawatabarikiwa, kwa sababu wanatoa ili wabarikiwe, lakini ambao tumesamehewa tunatoa maana tumebarikiwa. Hiyo ndio tofauti. Wenye dhambi wanatoa wabarikiwe, na sisi ambao tumebarikiwa tunatoa kwa maana tumebarikiwa. Mungu akubariki. Amen. Tulia.
kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao sawa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.